Dunia itasimama, taa zitawaka na sauti za mabilioni ya mashabiki zitasikika katika sayari nzima ndani ya FIFA World Cup ya 2026 ambapo tutaanza historia yetu Estadio Azteca mpaka mwishoni kwa Future Luxury ya SoFi Stadium. Kila goli litageuka historia, kila sekunde itabeba hisia za dunia. Na hivi ndivyo viwanja 16 vitakavyotuonyesha rangi ambayo hatutoacha kuiona: kijani ya ndoto mpya, nyekundu ya mapambano, bluu ya matumaini, dhahabu ya utukufu, nyeusi ya ukakamavu na nyeupe ya mwanzo mpya. Ni World Cup ambayo haijawahi kutokea kabla. Kila goli litapigwa. Na leo tutazungumzia viwanja 5 vikubwa na bora vitakavyotumika katika World Cup ya 2026. Ni viwanja vilivyobeba historia ya World Cup, muziki, siasa na matukio makubwa ya dunia. Kwa kuanza, tutaanza na MetLife Stadium, kiwanja kinachopatikana New Jersey, USA. Kina uwezo wa kuchukua watu 82,500. Hiki ndicho kiwanja kikubwa zaidi kitakachotumika katika FIFA World Cup ya 2026 na ndicho kitakachochezewa fainali. Kilijengwa mwaka 2010. Dola bilioni 1.6 zimetumika kujenga kiwanja hiki. Hivi ni takriban ya trilioni 4.3 za Kitanzania. Ni moja kati ya viwanja vya bei kubwa sana duniani. Kina vyumba vya VIP zaidi ya 200. Screens kubwa ya HD, sehemu za kifahari za mapumziko na hospitality ni ya kiwango cha juu sana. Mechi 8 za World Cup za 2026 zachezewa katika kiwanja hiki, ikiwa mechi 5 ya hatua ya makundi, mechi 1 ya raundi 32, mechi 1 ya raundi 16 na mechi ya mwisho ya fainali ya World Cup ya 2026. Kiwanja chenye historia kubwa duniani. Hata kwenye upande wa muziki, msanii Beyonce na Taylor Swift walishatumbuiza kwenye uwanja huu. Beyonce alitumbuiza MetLife Stadium mwaka 2016 na akatumbuiza tena mwaka 2023, na mwaka 2025 Beyonce aliperform jukwaani huku akiwa na watoto wake mapacha Saa pamoja na Rumi wakiwa kama wageni rasmi. Licha ya hali ya hewa kuwa mbaya, lakini Beyonce alivunja rekodi ya kuwa msanii aliyefanya maonyesho mengi zaidi yaliyojaza maelfu ya watu katika historia ya MetLife Stadium. Uwanja huu umeshatumika kuchezea fainali ya Copa America ya mwaka 2016 na FIFA Club World Cup Chelsea, ambapo alimpiga PSG mabao 3-0. Lionel Messi alicheza mechi kubwa za Copa America hapa na ndo mechi zilizojaza sana katika historia ya mpira. Tiketi ya fainali ya World Cup kwa regular inakadiriwa dola 2,000 hadi 3,000, huku VIP na VVIP na kuendelea zikikadiriwa kuanzia dola 20,000, 30 na kuendelea. 2,000 dola kwa thamani za Tanzania inakadiriwa kufika milioni 5 na ushee, huku 20,000 dola ikikadiriwa kuwa ni milioni 50 na kitu. Hiyo tu ni kwa ajili ya mechi moja ya fainali. Uwanja wa pili ni Estadio Azteca. Azteca ni kiwanja kinachopatikana jijini la Mexico City huko Mexico. Kiwanja chenye uwezo mkubwa wa kuchukua watu 87,000. Kiwanja cha historia ya mpira wa miguu duniani. Kilijengwa mwaka 1966. Kilitumia milioni 260 za Mexico zinazojulikana kwa jina la Mexican pesos. Ni sawa na dola milioni 20 mpaka 25 za kipindi hicho cha mwaka 1966. Kwa mabadiliko ya fedha, milioni 25 dola ya mwaka 1966 ukibadilisha kwa thamani ya pesa ya sasa hivi inakadiriwa kuwa milioni 230 mpaka milioni 250, sawa na bilioni 675 za Kitanzania. Kiwanja hiki kimepitia maboresho kadhaa kwa mwaka 1986, mwaka 1999 na mwaka 2024 mpaka 25 kilifanyiwa maboresho tena kuelekea World Cup ya 2026. Fainali za World Cup mwaka 1970 na mwaka 1986 zilichezwa katika kiwanja hichi. Na mwaka 1970 Brazil akamchapa Italy mabao 4-1.
na mwaka 1986 Argentina akashinda bao 3-2 dhidi ya German. Bao maarufu zaidi katika historia ya mpira katika uwanja huu ni Hand of God, Goal of the Century, bao la Maradona dhidi ya England. Mwaka 1986 World Cup hatua ya robo finali, Argentina vs England. Maradona akafunga bao la mkono na Argentina hao wakaenda nusu finali na wakafikia finali na kubeba ubingwa kabisa kwa kumpiga German mabao 3-2, na ndio Argentina akaweka historia yake ya kuchukua kombe la pili la dunia katika historia yake. Kwa mwaka 2026 World Cup Stadio Azteca itachezewa mechi 5 ikiwemo mechi ya ufunguzi ya South Africa pamoja na Mexico na mechi 3 za hatua ya makundi, mechi 1 ya raundi 32 na mechi 1 ya raundi 16. Michael Jackson ni jina ambalo mpaka leo linakumbukwa zaidi katika uwanja wa Azteca. Mwaka 1993 ndani ya mwezi mmoja alifanya show 5 ikiwa ni Novemba 7, Novemba 9, Novemba 11, Novemba 13 na Novemba 15. Ilikuwa ni back to back ya kibabe. Kila baada ya siku moja alikiwasha na tour yake ilijulikana kwa jina Dangerous World Tour. Ilikuwa ni balaa haswa. Nyimbo zilizokuwa zikisumbua sana ni za Michael Jackson kipindi hicho zilizotumika sana kwenye jukwaa hilo, ikiwemo ni Bile, Beat It, Black or White na Heal the World. Watu zaidi ya 500,000 walihudhuria matamasha hayo. Mechi ya kwanza ya World Cup ya 2026 itachezwa katika uwanja huu, Mexico akikichapa na South Africa, na bei ikakadiriwa 350 mzunguko kuanzia 370 hadi 1500, VIP na VVIP kuanzia 1500 hadi 2500. Uwanja wa tatu ni AT&T Stadium. Historia ya AT&T Stadium, Jerry World, uwanja uliobadilisha NFL na burudani duniani. Huku karibu na Dallas, Texas, kuna moja ya kiwanja cha ajabu zaidi kuwahi kujengwa duniani, AT&T Stadium. Uwanja huu maarufu unaoitwa pia Jerry World kutokana na mmiliki wa Dallas Cowboys, Jerry Jones. Sio tu nyumba ya mpira wa Marekani, bali ni alama ya nguvu ya fedha na teknolojia ya kisasa. AT&T Stadium ulianza kujengwa mwaka 2006 na kufunguliwa rasmi tarehe 27 Mei mwaka 2009. Ujenzi wake ulidumu kwa miaka takriban 3, ukiwa ni mmoja wa mradi mikubwa zaidi ya michezo duniani kwa wakati huo. Kilichotikisa duniani zaidi ni gharama zake. Awali uwanja huu ulipangwa kugharimu karibu dola milioni 650, lakini mwisho wa ujenzi gharama zilipanda hadi zaidi ya dola bilioni 1.4 na kufikia hadi bilioni 1.15 dola, sawa na zaidi ya trilioni 3 za Kitanzania. Hii iliufanya kuwa moja ya viwanja vya gharama kubwa zaidi duniani kwa wakati huo kwa kufunguliwa kwake. Uwanja wenye ubunifu wa kipekee, AT&T Stadium una uwezo wa kubeba zaidi ya mashabiki 80,000, lakini kwenye matukio makubwa unaweza kufikisha zaidi ya watu 100,000. Rekodi yake kubwa zaidi ilikuwa ni zaidi ya watu 108,000 wakati NBA All-Star Games ya mwaka 2010. Ndani yake kuna screen kubwa linaloning'inia katikati ya uwanja maarufu kama Jumbotron, ambalo ni moja ya screen kubwa zaidi kuwahi kuwekwa kwenye uwanja wa michezo duniani. Screen hiyo pekee iligharimu takriban milioni 40 hadi milioni 50 dola, zaidi ya bilioni 100 ya Kitanzania. Kwa wakati huo, hayo mamilioni ya dola yaliifanya dunia nzima kushangaa uwanja huo. Paa lake linafunguka na kufungwa kwa teknolojia ya kisasa, huku muundo wake mkubwa wa chuma ukiwa moja ya gharama maarufu zaidi kwa usanifu wa viwanja duniani. AT&T Stadium imekuwa nyumbani kwa timu ya NFL ya Dallas Cowboys, lakini pia imeandaa matukio makubwa sana duniani kama Super Bowl, NBA All-Star Games, College Football Playoff na Copa America.
Kwa World Cup ya 2026, uwanja huu unatarajiwa kuwa moja ya viwanja muhimu zaidi Marekani na utaandaa mechi 9 ikiwemo semifinali kubwa ya mashindano hayo, mechi 5 ya hatua ya makundi, mechi 2 ya raundi ya 32, mechi 1 ya raundi 16 na mechi 1 ya semifinali. Mbali na michezo, AT&T Stadium imewahi kutikiswa na matamasha makubwa ya mastaa duniani kama Beyonce, Bad Bunny na Ed Sheeran. Kwenye baadhi ya matamasha, maelfu ya mashabiki walijaza kila kona ya stadium hiyo, huku mwanga wa screen kubwa ukifanya mazingira yaonekane kama movie ya Hollywood. Maboresho makubwa ya uwanja baada ya zaidi ya miaka 15 tangu kufunguliwa kwake. AT&T Stadium imeanza kufanyiwa maboresho makubwa kuelekea FIFA World Cup ya 2026. Maboresho hayo yanatarajiwa kugharimu zaidi ya dola milioni 295 hadi dola milioni 350. Yatajumuisha kuboresha teknolojia ya screen kubwa ya 4K, maboresho ya sehemu ya VIP, kuboresha internet ya mifumo ya usalama, kuboresha sehemu za mashabiki, kuinua kiwango cha uwanja kwa viwango vya FIFA na maboresho ya taa na huduma za ndani ya stadium. AT&T Stadium mara nyingi hutajwa miongoni mwa viwanja 10 vya gharama kubwa zaidi kuwahi kujengwa duniani kutokana na gharama yake ya zaidi ya dola bilioni 1.5 bilioni 1.3 dola. Na hata miaka mingi baada ya kujengwa, bado watu wengi huita uwanja uliobadilisha tasnia ya NFL. AT&T Stadium sio tu nyumba ya Dallas Cowboys, ni alama ya Texas, nguvu ya fedha, michezo na mfano wa jinsi teknolojia ilivyobadilisha dunia ya viwanja. Kutoka kwenye screen lake kubwa la kushangaza, paa linalofunguka, hadi mechi ya World Cup ya Super Bowl, kila tukio ndani ya stadium hii linaonekana kama tamasha la dunia nzima. Uwanja wa 4 ni SoFi Stadium. Katikati ya mwanga wa jiji la Los Angeles, kuna jengo moja ambalo linaonekana kama limetoka miaka mingi ijayo. Jengo ambalo usiku hung'aa kama mji wa kifalme. Jengo ambalo kila shabiki wa michezo hutamani kuliona hata mara moja maishani. Hii ndio SoFi Stadium, uwanja ambao haukujengwa kwa ajili ya mechi pekee, ulijengwa kwa ajili ya historia. Safari ya ujenzi ya SoFi Stadium ilianzia rasmi mwaka 2016 katika eneo la zamani la Hollywood Parks, Los Angeles, California, baada ya miaka 4 ya kazi kubwa ya kihandisi. Uwanja huo ulifunguliwa rasmi Septemba mwaka 2020. Bilioni 5.5 dola zilitumika kujenga uwanja huu kwa mujibu wa Wikipedia. Bilioni 5 kwa pesa za Tanzania inakadiriwa kuwa ni trilioni 14 mpaka 15. Na kwa mujibu wa Wikipedia, SoFi Stadium ndio kiwanja ghali zaidi duniani, most expensive stadium. Lakini waliojenga uwanja huo hawakutaka kujenga sehemu ya kawaida. Walitaka kujenga ubora wa kipekee unaofanya uwanja huu uwe wa tofauti. Vipo vingi vya kushangaza ndani na nje ya SoFi Stadium, ila kikubwa ambacho ni kivutio na kinachowashangaza watu wengi ndani ya SoFi Stadium ni skrini yake kubwa ya ajabu inayoning'inia katikati ya uwanja. Skrini hiyo ya mviringo inayojulikana kama Infinity Screen ina ubora 4K HDR, inaonekana kutoka kila kona ya uwanja. Ni moja ya screen kubwa zaidi duniani ndani ya stadium. Lakini huu ni mwanzo tu. SoFi Stadium pia ina paa maalum la kisasa la wazi, mfumo wa hewa unaofanya uwanja uhisi wazi lakini salama. Muundo wa kisasa unaruhusu mwanga wa asili kuingia ndani. Uwanja umejengwa kwa kuchimbiwa chini ya ardhi kwa zaidi ya futi 100 ili kuonekana wa kipekee zaidi. Usiku ukiingia, mwanga wake huufanya uwanja huo uonekane kama meli ya anga katika movies zinazotazamwa huko Hollywood. Mwaka 2026, SoFi Stadium itakuwa moja ya viwanja vikuu vya FIFA World Cup ya 2026 na itachezewa mechi 8 kubwa za kombe la dunia. Pia uwanja huo unatarajiwa kutumika kwenye michezo ya 2028 kama Olympics. Mbali na michezo, SoFi Stadium pia imekuwa nyumba ya matamasha makubwa ya muziki duniani. Wasanii wakubwa waliowahi kutumbuiza hapo ni pamoja na Taylor Swift, Beyonce, The Weeknd, Bad Bunny na Drake. Matamasha hayo yamewahi kuvuta makumi ya maelfu ya mashabiki kwa usiku mmoja, huku mwanga wa taa za kifahari na infinity screen yake
vikiufanya uwanja huu kugeuka dunia nyingine kabisa. Tangu kufunguliwa kwake mwaka 2020, SoFi Stadium imeendelea kuboreshwa ili kujiandaa na matukio makubwa yajayo kama World Cup ya 2026 na Olympics ya mwaka 2028. Maboresho hayo yanahusisha kubadilisha sehemu ya turf ili kuendana na kiwango cha FIFA, marekebisho ya siti kwa ajili ya World Cup, maboresho ya teknolojia ya matangazo na screen kubwa, na maboresho ya mifumo ya usalama na burudani. Kwa sababu ya mchanganyiko wa teknolojia, burudani, muziki, michezo na ubunifu wa baadaye, ndivyo vinavyofanya uwanja huu kuwa maarufu zaidi duniani. Watu wengi duniani huita uwanja wa kisasa zaidi duniani, uwanja wa mbele ya muda. Na kila taa zinapowaka usiku ndani ya SoFi Stadium, unaweza kuhisi kabisa kuwa hupo sehemu ambayo historia mpya ya michezo inaandikwa mbele ya macho yako. Uwanja wa 5 ni Mercedes-Benz Stadium kunako jiji la Atlanta, Georgia, Marekani. Kuna moja ya viwanja vya kisasa zaidi duniani, Mercedes-Benz Stadium. Huu sio uwanja wa kawaida, ni alama ya teknolojia, ubunifu na nguvu ya michezo na burudani duniani. Uwanja huu ulianza kujengwa rasmi mwaka 2014 baada ya kuvunjwa kwa Georgia Dome iliyokuwa maarufu kwa miaka mingi. Baada ya miaka karibuni mitatu ya kazi kubwa ya ujenzi, Mercedes-Benz Stadium ulifunguliwa rasmi mwaka 2017. Kilichofanya uwanja huu kuwa wa kipekee zaidi ni paa lake la kisasa linalofunguka kama jicho la kamera. Teknolojia hiyo ilihitaji ubunifu mkubwa na wa kihandisi na kufanya gharama za ujenzi kupanda sana. Uwanja huu ulijengwa kwa zaidi ya dola bilioni 1.6 za Kimarekani, sawa na zaidi ya trilioni 4 za Kitanzania. Ubora wa kipekee wa uwanja wa Mercedes-Benz Stadium una uwezo wa kuchukua zaidi ya mashabiki 71,000. Ndani yake kuna skrini kubwa la duara linalozunguka uwanja wote linalojulikana kama Halo Board, moja ya skrini kubwa zaidi duniani kwenye viwanja vya michezo. Mbali na hilo, uwanja huu ulipewa hadhi ya LEED Platinum kutokana na matumizi ya teknolojia rafiki kwa mazingira na mfumo wa kuhifadhi maji na matumizi ya nishati kwa ufanisi mkubwa. Mercedes-Benz Stadium ni nyumbani mwa timu za Atlanta Falcons, Atlanta United FC, lakini pia imeandaa matukio makubwa duniani kama Super Bowl, fainali za College Football Playoff, National Championship na michuano ya FIFA World Cup ya 2026 inatarajiwa kufanyika hapo. Mechi takriban 8 za World Cup ya 2026 zitachezewa hapa Mercedes-Benz Stadium. Mechi 5 za makundi, mechi moja ya raundi 32, mechi moja ya raundi 16 na mechi moja ya semi final. Mashabiki wengi huita uwanja huu uwanja wa baadaye kutokana na muonekano wake, design na teknolojia yake ya hali ya juu. Mbali na michezo, Mercedes-Benz Stadium imewahi kutikiswa na matamasha makubwa ya mastaa duniani. Lakini Kanye West na tamasha lake la Donda Listening Event lilivunja rekodi ya watazamaji mtandaoni na kuifanya stadium hiyo kuzungumziwa duniani kote. Tangu kufunguliwa kwake mwaka 2017, uwanja huu umeendelea kufanyiwa maboresho teknolojia kama kuongeza mfumo wa internet kwenye kasi kubwa, kuboresha mfumo wa taa, kuongeza teknolojia za usalama, kuboresha maeneo ya wageni wa VIP na media. Kwa mujibu wa orodha mbalimbali za viwanja vya gharama kubwa duniani, Mercedes-Benz Stadium ipo miongoni mwa viwanja 10 vya gharama kubwa zaidi kuwahi kujengwa duniani, mara nyingi ikitajwa nafasi ya 6 kutokana na gharama yake ya dola bilioni 1.6. Na hadi leo bado ni moja ya viwanja vinavyosifiwa zaidi kwa ubunifu wa kisasa duniani. Mercedes-Benz Stadium sio tu uwanja wa mpira, ni ishara ya teknolojia, ubunifu na ndoto kubwa za kisasa. Kutoka paa lake linalofunguka kama kamera, screen kubwa la duara, hadi matukio makubwa ya Super Bowl na World Cup, kila kona uwanja huu inaonyesha jinsi dunia ya michezo na burudani ilivyofika kiwango kingine kabisa. Asante kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Aisha Ahmed. Usikose katika simulizi zijazo. Pia usisahau kusubscribe pamoja na kulike. Asante.